Amani, amani, shalom, shalom. Basi nimeweza kurejea tena, tukaendelea kuwa tukijifunza kuhusu ufalme wa Mungu jinsi ambavyo ulivyo. Kuhusu ufalme wa Mungu jinsi ambavyo ulivyo. Basi kwa hivi leo nitaweza kuwa nikitumia lugha ambayo ni ya Kiswahili ili kila mtu akaweze kujifunza. Kwa sababu ni mengi ambao nimenena kwa lugha yetu ambayo ni ya Kikuyu, lakini leo imenibidi nikaweze kuizungumza hii lugha ya Kiswahili ili tukaweze kuelewanwa, na pia kwa makabila tofauti tofauti, kama vile kunao Wakisii, kunao pia watu ambao hawezi sikia lugha ambayo ni ya Kikuyu ama ni ya kikwetu. Kwa hivyo hata hao pia yatubidi tukaweze kuzungumza lugha ambayo kila mtu ataweza kufikiwa ni hii ujumbe ambao ni ufalme wa Mungu. Kumbuka wakati ambapo tunapozungumzia kuhusu ufalme wa Mungu, tunazungumzia kuhusu sheria ya baba yetu na pia ushuhuda wa Mwokozi, sheria ya Yahweh na pia ushuhuda wa Yesu. Hayo ndiyo mambo ambayo tunayozungumzia tukisema ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni kusema ya kwamba sheria na ushuhuda wa Yesu. Kwa hivyo nawakaribisha nyote tukaweze kuendelea kujifunza katika muda ambao ni mchache sana, kwa muda ambao ni mchache sana. Ningekuuliza ukaweze kusubscribe, like na ucomment, na pia ushare kwa marafiki. Na nashukuru sana kwa wale ambao wamekuwa wakifanya hivyo, na pia wale ambao wote wamekuwa wakifuatilia. Nashukuru Mwenyezi Muumba wa mbingu na nchi kwa ajili ya kupatia huo upendo ambao umeweza kujidhihirisha katika kueneza ujumbe kwa njia tofauti tofauti. Kumbuka hata wakati ambapo unapo share ujumbe ambao maybe ni mwana sheria fulani amezungumzia katika chaneli fulani, ukaweza kushare. Kumbuka pia hata wewe unatumika katika kueneza ujumbe wa Mwenyezi Muumba wa mbingu na nchi. Kila mtu katika ile kazi ambayo anayoifanya, aidha ikuwe ni kuchukua kamera, aidha ikuwe ni backup, aidha ikuwe ni kuongea, aidha ikuwe ni kutengeneza mashine ili ujumbe ukaweze kuenea. Kumbuka uko kazini ya Mwenyezi Yahweh, na Mungu hawezi kuachilia kwa hiyo jambo. Kwa hivyo kwa njia yote ambayo unayoifanya, kuhakikisha eti huu ujumbe umemfikia huyo mwingine, Mwenyezi Yahweh akaa pamoja nawe wakati wote, akaweze kukubariki wakati huu ambao tunaporejelea kwa sheria ya Mwenyezi Yahweh na ushuhuda wa Yeshua. Hiyo ndiyo huo ndio ufalme
wa Mungu. Huo ndio ufalme wa Mungu. Kwa hivyo karibuni sana. Hivi leo nilikuwa nataka tuangalie baadhi ya maneno ambayo katika unabii yamekuwa yakitumika. Baadhi ya maneno ambayo katika unabii yamekuwa yakitumika. Kumbuka ya kwamba katika nabii ni mtu ambaye anayepata ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya ndoto, maono, kwa njia ya ndoto, maono na kwa haya mambo mawili, inaweza kuwa ni ndoto, inaweza kuwa ni maono. Sasa nabii hupata ujumbe kwa hiyo njia, naye mtume hupata ujumbe direct, hupata ujumbe direct. Kwa hivyo kwa ujumbe wa nabii ni indirect, na kwa ujumbe wa mtume ni direct. Mfano, kwa ujumbe ambao ni wa nabii, unapoota ndoto, hiyo ndoto ukaona nini? Mfano mwema, ukaona maji, ukaona maji mengi baharini. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba maji inaweza kuwa ni watu katika unabii ama mataifa, na katika ujumbe wa direct maji ni maji, ukionyesha maji ni maji. Tukiingia katika unabii, maji inaweza kuwa ni watu, inaweza kuwa ni mataifa, mambo kama hayo, mambo kama hayo. Kusoma katika kitabu cha Numbers chapter 12 verse 7 kuteremka, naongea kuhusu ujumbe wa nabii. Yeye huongea, Mungu huongea naye kwa maono na pia kwa ndoto, kwa maono na pia kwa ndoto. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo, tutaweza kuwa tukiyazungumza hivi kwa sasa, hivi leo ama kwa hii dakika. Nilikuwa nataka tuangalie kuhusu maneno ambayo yanayotumika katika unabii, maneno ambayo yanayotumika katika unabii, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Hosea 12, nitaweza kusoma Hosea 12 mstari wake, na ni vizuri kuweza kukumbuka ya kwamba pia Mwokozi ambaye ni Yeshua, mambo mingi alikuwa akiyazungumza kama nabii, alikuwa akizungumza kama nabii. Kwa hivyo pia Yahweh aliwatumia manabii kwa njia ya mfano katika kitabu ambacho cha Hosea 12 mstari wake, Hosea 12 mstari wake
mstari wake ni wangapi? Mstari wake wa 10. Hosea. Tutazungumza polepole bila haraka yoyote, ili tukaweze kujifunza vizuri bila tatanishi. Bila shida yoyote. Hosea 12 mstari wake wa 10 inasema hivi: tena nimenena na manabii hao, manabii, nami nimeongea maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Narudia tena nimenena na hao manabii, nami nimeongea maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba ameongea na hao manabii, tena nami nimeongea na maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mfano. Pia ametumia mifano kwa utumishi wa manabii. Kwa maana nikasema ya kwamba Yesu ama Yeshua kwa jina la Kiebrania, mambo mengi alikuwa akizungumza kwa mfano. Ukiangalia katika kitabu ambacho cha Mathayo 13 mstari wake, hiyo kitabu yote ambayo ni Mathayo 13, naona ya kwamba akifunza kuhusu jambo fulani, anasema ya kwamba mpazi aliondoka, basi akachukua mbegu zake akazirusha. Anasema ya kwamba mbegu moja ikaanguka palipokuwa na udongo mzuri. Kumbuka hii ni mbegu moja ikaanguka palipokuwa na udongo mzuri. Inaweza kuwa ni ya mahindi ama ya bosho. Nyingine nayo ikaanguka palipokuwa na mawe. Nyingine nayo ikaanguka kando ya njia, nayo hiyo ambayo ilianguka kando ya njia, ndege akaja akaila. Na nyingine ikaanguka kwenye miiba, hiyo nayo ikanyauka. Ukiendelea unapata ya kwamba anaelezea mbegu ni nini. Anaelezea kuwa mbegu ni nini. Mbegu ni ujumbe. Mbegu ni ujumbe ama ni neno, na mbegu inatumika kama neno. Kwa hivyo mbegu ya kwanza ambayo iliyoanguka kando la njia ni mtu ambaye asikiao neno, naye ndege akaja akafanya nini? Yule mwovu Shetani. Ndege naye anafananishwa na yule mwovu Shetani.
naye ndege akaja akaila, naye yule mwovu shetani akanyakua. Na kuna ile ambayo ilianguka palipokuwa na miiba. Hiyo nayo ni mtu ambaye aliyelelewa katika neno, lakini kwa sababu ya mashida tofauti tofauti akaona ya kwamba ile neno ambayo aliyokuwa amelelewa nayo, huo ujumbe uliokuwa ni ukweli aliyokuwa nao, basi ukaisha hivyo hivyo tu. Na katika mtazamo tunaangalia ujumbe ambao ni wa kweli ni sheria na ushuhuda. Ikafika mahali kwa sababu ya mashida ambayo unayopitia, ukasema ya kwamba hakuna maana tena ya kuendelea kutii sheria na ushuhuda wa Yeshua. Na pia kunayo ile mbegu ambayo iliyoanguka katika kwa mawe. Huyo ni mtu ambaye hata ufanye nini hawezi sikia. Ni mtu ambaye hata ufanye nini hawezi kutegea masikio, ama hawezi fuata sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yeshua. Yaani hawezi fuata neno la Mwenyezi Mungu, hawezi hata kidogo. Hata anasikianga ni kazi imekosa. Mambo kama hayo ndio ambayo yeye husikia kinyume. Kwa hivyo, lakini kuna mbegu ambayo iliyomea katika udongo mzuri. Ni mtu ambaye asikiapo neno hutaka kujua zaidi, ama hulimia hiyo neno. Mbona huyo mtu kasema hivyo? Je, nayo katika habari ya Mwenyezi Mungu inazungumzia nini kuhusu hiyo jambo? Ni la ukweli ama ni la uongo? Najua kila mtu ambaye anayenisikiliza, kuna maybe wewe ulikuwa mtu wa kanisa fulani, ama nitumie mfano mmoja tu. Kunao wanao fuata ibada ya Jumamosi, na kunao wa Friday, na kunao wa Sunday. Sasa ukapenda ukajiuliza mbona kukuwe na utofauti? Sasa ni mtu ambaye yeye hupenda sana kufanya research. Yes, or she is a researcher. Huyo ndiye anayefananishwa na mbegu ambayo iliyoanguka palipokuwa na udongo mzuri. Kwa hivyo pia Yesu alizungumza mambo mengi kwa mifano. Alizungumza mambo mengi kwa mfano. Kwa hivyo
Pia kunao watu kama akina Jeremia, akina Isaia, hao pia ni manabii. Akina nani? Yohana wa Ufunuo, hao pia ni manabii. Akina Danieli. Lakini kwa leo ama kwa hizi dakika chache ambazo nimezipata, nataka tuzungumzie kuhusu maneno ambayo yametumika katika Danieli 2, katika unabii Danieli 2, Danieli 7 na pia Ufunuo 17, Ufunuo 14 kuendelea hadi mahali ambapo tufikisha. Basi kwanza tutapitia juu. Tunaona ya kwamba Danieli, katika Danieli 2, katika Danieli 2 kuna mfalme ambaye aitwaye Nebukadneza. Aliweza kuota ndoto akasahau. Ni katika maelezo tu. Huyu mfalme aliweza kuota ndoto akasahau. Basi kwa ile kusahau kwake, akawaita waganga wamwambie aliyotaji. Tunaona aliweza kuita waganga, yaani watu wenye hekima, aliweza kuwaita wakaweza kumwambia aliota aje ama aliota vipi. Ama aliota vipi. Na wasipomwambia watauawa. Wasipomwambia jinsi ambavyo alivyoota, watauawa. Kwa hivyo ili wasiuawe, ni lazima pangekuwa na mmoja wao ambaye angewaelezea kuhusu hiyo ndoto ambayo huyu mfalme aliyoiota. Basi wote walishindwa kujua. Wote walishindwa kujua. Danieli akatafutwa, ndiye aliyeweza kumwambia aliotaje. Baada ya kuomba siku 3, akafunuliwa na Mungu hiyo ndoto na tafsiri yake. Ni baada ya maombi Danieli, basi kwa sababu wale waganga walishindwa kuhusu ndoto ambayo huyu mfalme aliyoiota. Kwa sababu huyu mfalme aliota ndoto alafu akasahau. Kwa hivyo alikuwa anataka mtu ambaye atakayemwambia jinsi ambaye yeye alivyoota. Akawaita waganga, yaani watu ambao waliokuwa na hekima, waliojulikana. Basi hawa wakashindwa. Pakaonekana kuna mtu mmoja ambaye ni Danieli. Danieli akatafutwa, ndiye aliyeweza kumwambia huyo mfalme kuhusu ndoto ambayo aliyoiota
kupitia kuomba kwa siku 3. Basi Danieli aliweza kufunuliwa kuhusu hiyo ndoto. Hiyo kitabu ya Danieli 2 inazungumzia kuhusu ndoto ambayo Nebukadreza aliyokuwa nayo. Tukiangalia katika Danieli 7, nimesema ni katika maelezo, ni kupitia juu, lakini kwa wakati usio mbali tutaweza kuwa tukiangalia ndani kabisa kuhusu hilo jambo. Tunaangalia mambo ambayo yametumika. Ukiangalia katika kitabu ambacho cha Danieli 7, Danieli 2 kasema ya kwamba yazungumzia kuhusu ndoto ambayo huyo mfalme aliyokuwa nayo Danieli akafunuliwa kuhusu ndoto ya huyo mfalme baada ya waganga kushindwa. Na pia Danieli aliweza pia kufunuliwa kuhusu tafsiri yake. Danieli 7 nayo, kitabu cha Danieli 7, Danieli akaota ndoto, akawaona wanyama 4 wakitoka baharini. Sasa hapa tunamwona Danieli akaota ndoto, aota ndoto na akaona wanyama 4 wakitoka baharini. Mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu kama chui, wa 4 ni mnyama wa kutisha mwenye pembe 10. Wa 4 alikuwa ni mnyama wa kutisha mwenye pembe 10. Tumesema ya kwamba Danieli katika Danieli 7 inaeleza kuhusu wanyama, anaeleza kuhusu wanyama 4 ambao Danieli aliyowaona wakitoka baharini. Kwanza kabisa before aone hawa wanyama, aliona ni katika aliona pepo 4 zikivuma kutoka baharini. Baadaye akarudi akaona wanyama wakitoka kutoka baharini. Sasa tukiendelea polepole tutapata kujua wanyama ni nini. Tutapata kujua wanyama ni nini, ama mnyama ni kusema nini, na bahari ni nini, na pia pepo ni nini. Kwa hivyo katika ile ndoto, mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, mnyama ambayo Danieli aliyomuona katika ndoto alikuwa kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu kama chui, wa 4 ni mnyama wa kutisha. Kumbuka huyu mnyama wa 4 alikuwa ni mnyama wa kutisha mwenye pembe 10, aliyekuwa na pembe 10. Katika kuelewa zaidi tunaweza kujua, nikasema ya kwamba tunaweza kujua kuhusu mnyama ni kusema nini, bahari, pepo, na pia pembe ni nini. Pembe ni kusema nini? Napata tafsiri yake Danieli kuhusu haya maneno ambayo yameweza kutumika katika Danieli 7.
Kwanza tukaona mnyama, lakini ya kwanza kabisa ni bahari. Bahari ni nini? Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 17, Ufunuo wa Yohana 17 mstari wake wa 15, itakupatia haya maelezo. Bahari ni nini? Bahari ni nini? Ni kusemaje? Bahari ni nini? Ni jinsi tu ambavyo wakati ambapo nilipokuwa nikifanya introduction nikasema ya kwamba nabii anaweza onyeshwa kuhusu maji. Kwa hivyo katika unabii unapaswa pakuwe na tafsiri. Maji ni kusema nini? Maji ni kusema nini? Inaweza kuwa ni mataifa, inaweza kuwa ni watu ambao ni kusema mataifa. Tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 17 mstari wake ni wangapi? Ufunuo wa Yohana 17, Ufunuo wa Yohana 17 mstari wake ni wa 15, ikiwa sijakosea. Nasema hivi: kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hivyo maji ama bahari inafananishwa na bahari ambayo iko katika Danieli. Inafananishwa na bahari ni kusema maji. Kwa hivyo maji, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na mataifa, ni jamaa na mataifa na lugha na pia makutano. Kwa hivyo maji ni mataifa. Unaposikia ujumbe wa maji, unaposikia katika unabii maji ama bahari, ni mataifa, lugha na jamaa na pia makutano. Neno la pili ambalo limetumika ni mnyama ama wanyama. Wanyama ni nini? Ukiangalia katika kitabu cha Danieli 7, kitabu cha Danieli 7 mstari wake wa 17. Danieli 7 mstari wake ni wa 17. Danieli 7 mstari wake ni wa 17, inasema ya kwamba wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakao tokea duniani. Yaani wanyama hao walio wakubwa wanne ni wafalme wanne watakao tokea duniani. Wanyama hao, Danieli 7 mstari wake wa 17. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakao tokea duniani. Kumbuka ya kwamba katika ufalme kunaye mfalme. Katika ufalme kunaye mfalme. Kwa hivyo hakuna ufalme ambao usiokuwa na mfalme, na hakuna mfalme ambaye asiyekuwa na ufalme. Kwa hivyo haya mambo mawili lazima yakuwe yakiambatana. Pasipo mfalme hakuna ufalme, na pasipo
na pasipo ufalme hakuna mfalme. Kwa hivyo haya mambo mawili ni lazima yakuwe yakiambatana, yakuwe yakiambatana. Kwa hivyo hawa wanyama kwa hivyo wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hivyo wanyama ni wafalme wanne. Wanyama ni wafalme wanne, ama wanyama ni wafalme ama ni falme nne. Unaposikia mnyama, jua ya kwamba ni ufalme. Unaposikia mnyama, jua ya kwamba ni ufalme. Kwa hivyo mnyama anawasilisha ufalme. Mnyama anawasilisha ufalme. Na katika Danieli hiyo 7 tukasikia kuna neno lingine ambalo limetumika, pembe. Pembe ni kusema nini? Pembe ni kusema nini? Pembe ni kusema nini? Danieli 7 mstari wake wa 23, akanena hivi, huyu mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia na kuikanyanga na kuivunjavunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10 na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Ukiangalia katika kitabu cha Danieli 23 hadi 24, inaeleza kuhusu 24, inaeleza kuhusu pembe. Pembe ni nini? Tukasikia kwamba falme ama ufalme ndiyo mnyama. Ufalme ndiyo mnyama, ama mnyama ndiye mfalme, ama mnyama. Elewa vizuri, ni vizuri ukaweza kushika hivi. Mnyama, unaposikia mnyama katika unabii ni ufalme. Unaposikia pembe ni mfalme. Unaposikia pembe ni mfalme. Unaposikia mnyama ni ufalme. Ufalme hiyo ni kusema mnyama. Mfalme ama the king, ama kiongozi, ama aliye na mamlaka, the ruler, ni pembe, ndiyo pembe. Nafikiri kufika hapo umeelewa kitu. Naendelea vizuri kabisa. Tukasikia neno lingine ambalo limetumika, upepo ama pepo nne zikivuma kutoka baharini. Pepo ama pepo nne zikivuma kutoka baharini. Ukiangalia katika Jeremiah 25 mstari wake wa 32, utapata kuwa pepo ni habari ya vita vikitoka baharini, ni kusema ya kwamba vikitoka kwa mataifa. Na hii ni jambo ambalo
Yeshua aliyoizungumzia kuhusu nyakati za mwisho. Ukiangalia katika Mathayo 24:24, Mathayo 24 ukiteremka tu utasikia 24:25. Ukiteremsha katika hicho kitabu utasikia mataifa yatatoka kupigana na mataifa mengine, ama taifa kwa taifa lingine, lugha kwa lugha, ama kabila kwa kabila nyingine. Mathayo 24, wakati ambapo Mathayo 24 mstari wake wa tukaona mfano kidogo tu, alafu tukapate kuendelea. Yeshua akizungumza kuhusu nyakati za mwisho, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, na watatoa ishara kubwa ya maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuonya mbele, bali wakiwaambia yuko jangwani, msitoke; yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki utakaoonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipo mzoga, ndipo watakapokusanyika tai. Unaendelea ukiangalia hicho kitabu chote, ukiangalia katika hicho kitabu nazungumzia kuhusu nyakati za mwisho, jinsi ambavyo zitakavyokuwa, Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Nikasema ya kwamba upepo ni kusema ya kwamba ni habari ya vita, Pembe 10 ni mataifa 10. Pembe 10 tukasema ya kwamba pembe inawasilisha katika Danieli 3 na katika Danieli 7 mstari wake wa 24. Pembe ni mfalme. Nikasema ya kwamba pembe ni mfalme ama the king, ni anayetawala, na mnyama ni ufalme. Pembe 10, habari ya pembe 10 ni mataifa 10 kama yafuatayo. Ni mataifa 10. Taifa la kwanza ni Uingereza, ama kwa lugha ya kimombo ama kwa lugha ya kimombo England. Ufalme wa pili ni Ufaransa ama France.
Ujerumani ama Germany. Ufalme wa nne ni Uhispania ama Spain. Ufalme wa tano ni Ureno ama Ukraine. Ufalme ambao ni ufalme wa sita ni Uswidi. Uswidi kwa lugha ya Kimombo ni Switzerland. Ufalme wa saba ni Italia. Kwa lugha ya Kimombo ni Italy. Ufalme wa nane ni Heruli. Kwa lugha nyingine ni Heruli. Ufalme wa tisa ni Vadal. Haijabadilika katika lugha ya Kimombo, hivyo hivyo tu, Vadal. Ufalme ambao ni wa kumi ni Ostrogoth. Pia kwa lugha ya Kimombo hivyo hivyo tu. Hiyo ndiyo inaitwa kwa lugha ya Kimombo inaitwa G7 ama the Great hiyo ndiyo inaitwa G7. G7. The Great Nation Continent. G7. G7. Ama the Great Continent. Kwa hivyo hizo ni falme 10 ama ni pembe 10 ama ni mataifa 10 ama ni mataifa 10. Na kuna kitu ambacho inapaswa kuwa kwa akili. Habari ya the small horn ama the small horn ama pembe dogo. Pembe dogo ni kusema ya kwamba ni mafundisho ama ndiyo Vatican City, the Vatican City ama Papal System. Hiyo ndiyo habari ya tafsiri katika Danieli 7. Mafundisho ambayo ni kinyume na jinsi ambavyo ni kinyume cha neno la Mwenyezi Mungu, basi haya mafundisho nayo katana na sheria ndiyo ambayo
ndiyo ambayo ni magugu. Yoshua akizungumza kuhusu hiyo jambo, na kama jinsi ambavyo katika Danieli 7 ilivyofafanua kuwa wanyama wanne ni falme nne ambazo ni falme nne, basi ufalme wa kwanza ni ufalme wa kwanza ni ufalme wa Babeli. Ufalme wa pili ni ufalme wa Medo Persia. Ufalme wa tatu ni ufalme wa Giriki. Nao ufalme wa nne ni ufalme wa Roman Empire. Roman Empire ndiyo ambayo imebeba the Vatican. Roman Empire ndiyo ambayo imebeba the Vatican City ama papacy system, ndiyo imebeba ndiyo imebeba Vatican system ama papacy system. Kwa hivyo tuko katika ufalme ambao ni ufalme wa mwisho, ni ufalme wa nne wa Roman Empire, ili ufalme wa tano ambao ni ufalme watu wakirejelea ni utawala wa Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Danieli 2 mstari wake wa 44 inazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu, wakati watu ambao watarejelea kwa sheria ya Mwenyezi Mungu na pia ushuhuda wa Yesu. Huo ndio ufalme wa tano. Sasa hivi napo tunatawaliwa na mnyama wa nne. Tukasema mnyama ni kusema ya kwamba ni ufalme wa nne ambao ni Roman Empire, ama ni Wakirumi, na nikasema ya kwamba ndio umebeba papacy system. Hiyo system yote iko chini ya Roman Empire, na huo ndio mnyama wa nne. Tulikuwa katika kitabu ambacho cha Danieli 2 na Danieli 7, tukaangalia mambo ambayo maneno ambayo yametumika katika unabii. Na sasa tumeweza kuingia katika Ufunuo 17 mstari wake wa kwanza. Ufunuo 17 mstari wake wa kwanza ni katika maelezo tu. Kwa wakati mwingine tutakuwa tukiangalia kabisa mambo ambayo yamekuwa ama kuhusu huu unabii jinsi ambavyo ulivyo. Kwanza kabisa tunaangalia maneno ambayo yamekwisha tumika, kama vile mnyama. Tukaona ya kwamba mnyama ni ufalme na pembe ni mfalme ama ni anayetawala. Bahari tukaona ni jamaa, lugha na mataifa. Jambo lingine tukaona
Pepo ni habari ya vita. Pepo, unaposikia pepo katika unabii ni vita. Ufunuo wa Yohana 17 mstari wake wa kwanza. Pia hapo kuna mnyama ambaye amekalia na mwanamke. Kuna mnyama ambaye amekaliwa na mwanamke. Huyo mnyama ni mfalme wa Roman Empire. Huyo mnyama ni mfalme wa Roman Empire ambao uko na vichwa 7. Ambao uko na vichwa 7 na pembe 10. Ukiangalia katika kitabu ambacho tumekwisha kisoma kupitia Danieli 7 ama Danieli 7 mstari wake wa 23, 24. Tunaona huyo mnyama wa 4 alikuwa ni mnyama mwenye kutisha. Ni mnyama mwenye kutisha. Sasa ndiye huyo katika Ufunuo. Huyo mnyama ni ufalme wa Kirumi ambao uko na vichwa 7 na pia pembe 10. Mwanamke, wakati ambapo unaposikia mwanamke ama Babeli mkuu, ni kanisa ama the papacy system ama ujumbe wote ambao ama mafundisho. Babeli ni mafundisho katika sheria, ni mafundisho katika sheria ya Mwenyezi Mungu na ushuhuda wa Yesu. Ni mafundisho kinyume, ni mafundisho yanayofunza kinyume cha sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yesu, ama sheria ya Yawe na ushuhuda ya Yeshua. Hiyo ndiyo Babeli. Hiyo ndiyo Babeli. Na katika historia tunaona ni ufalme wa 4 ambao ni Roman Empire. Ni Roman Empire. Ni Roman Empire. Roman Empire imebeba dini. Imebeba dini na pia ikabeba na pia dini ni kusema kanisa na pia misikiti, na pia ndio imebeba mambo na uchaguzi, ama kwa Kikuyu inasema ya kwamba uteti, dini na uteti. Ufunuo wa Yohana 14. Ufunuo wa Yohana 14 6 mstari wake wa 9. Unapata ya kwamba malaika hawa watatu ni wajumbe wanaopeperusha ujumbe. Kuna ujumbe wa malaika watatu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 wanaopeperusha ujumbe. Ujumbe wa kwanza huko na malaika wa kwanza, nasema ya kwamba wamrudieni Mungu aliyezifanya mbingu na nchi.
ujumbe ulio na malaika wa kwanza unasema ya kwamba mrudieni, mrudieni, mrudieni Muumba wa mbingu na nchi, aliyezifanya mbingu na nchi. Huyo ni ujumbe ni ujumbe ulio na malaika wa kwanza. Malaika wa pili anao ujumbe, nasema ya kwamba watu watoke Babeli. Kusema Babeli ni kusema ya kwamba ni katika mafundisho mapotevu, na ndiyo sanamu ya mnyama, na ndiyo sanamu ya mnyama. Ujumbe huo ndio ulio na malaika wa pili, akiambia watu watoke Babeli, yaani watoke katika hawa mafunzo ya Roman Empire, ambayo ni mafunzo mapotovu yanao tunaposema ni mafunzo mapotovu ni kusema ya kwamba hayo mafunzo yanakataana na sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na ndiyo bado zile njia mbili, imani pekee na sheria pekee, imani pekee na sheria pekee. Ukiangalia Christianity, hawakataana na injili ya Yesu, lakini wanakataana na sheria. Wanasema kuwa sheria iliisha. Kwa hivyo huo ujumbe wa Christianity ni imani pekee, na ujumbe wa Islamic ama Waislamu ni sheria pekee. Hata kama si sheria yote ambayo wanayozingatia, kuna baadhi ya sheria wanazozitupilia mbali ama wanazozilegeza. Mfano, katika mafunzo ya Uislamu, huwezi kula nguruwe, na hiyo ni amri kutoka kwa Mungu kabisa. Hiyo iko kabisa. Lakini wanasema ya kwamba lakini ukipata hakuna chakula kingine ama nyama yoyote nyingine, unaweza changamkia. Ukipata hakuna chakula kingine chochote, unaweza kula nguruwe. Yaani sheria iko kidogo kwao. Kuna zile ambazo wanafuata vizuri na kuna zile ambazo wanalegeza, na hawakataana siku ya Sabato, lakini hawapumzikangi. Nasemaga siku ya Sabato ni Saturday, lakini hawapumzikangi. Haya ni mambo ambayo katika mafundisho hayo ya Uislamu, kasema ya kwamba Christianity ni imani pekee, ama ni injili ya Yesu pekee. Sheria wanaikataa kabisa. Na Waislamu
na kwa Uislamu ni sheria pekee. Wanakataana na injili ya Yesu. Kuonyesha ya kwamba wanakataana na injili ya Yesu ni kusema ya kwamba, mfano, wanakataa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Wanakataa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Wanasema ya kwamba Yesu ni mitume kama wale wengine, na hiyo ndiyo injili ambayo ni ya Yesu. Kwa hivyo kuonyesha ya kwamba wanakataana na hiyo injili, wanakataana kabisa. Huyo ni ujumbe wa malaika wa pili. Sasa anaonekana kuambia watu, tokeni kwake, yaani tokeni Babeli. Watu watoke kwa Babeli, watu watoke Babeli. Na ujumbe wa malaika wa tatu, watu wamsujudie mnyama ambaye ni Roma na sanamu yake. Nikasema ya kwamba Roman ndiye imebeba mafundisho mapotovu ya kukataana na sheria na injili ya Yesu, sheria ya Mungu na injili ya Yesu. Ndiyo njia mbili. Kwa hivyo malaika watatu ana ujumbe watatu, na ujumbe watatu unasema ya kwamba watu wasimsujudu mnyama na sanamu yake. Yaani watu hiyo ni kusema ya kwamba watu waachane na mafundisho mapotovu ambayo imetokana na Roman Empire ama ufalme wa nne. Na pia wasipokee chapa ya mnyama. Kusema kupokea chapa ni kukataana na sheria. Kwa hivyo huu ujumbe unaonyesha ya kwamba kutopata chapa ya mnyama huyo, kutopata chapa ama kutokuwa na hiyo chapa ya mnyama huyo, ni kusema ya kwamba ni watu warejelee kwa sheria na ushuhuda wa Yesu. Ni watu warejelee kwa sheria na ushuhuda wa Yesu. Watu warejelee kwa sheria na ushuhuda wa Yesu. Katika kitabu ambacho cha Ezekieli 21 mstari wake wa 18 nazungumzia kuhusu njia mbili ambazo ni za upotovu ama ni mafundisho mapotovu ama ni neno potovu, na ndiyo Christianity na Islamic. Na tunazozungumzia Christianity, tunazungumzia kuhusu huo ujumbe ambao unaokatana na sheria, na Islamic tunazungumzia kuhusu huo ujumbe ambao unaokatana na injili ya Yesu. Kwa hivyo hatuzungumzii kuhusu jengo, hapana. Hatuzungumzii kuhusu jengo, hapana. Tunazungumzia kuhusu ujumbe huo uliko huko ama unaofuatiliwa huko, ama hayo mafundisho
yanayofuzwa huko inaonyesha kwamba ni kinyume cha sheria ya Mungu na kinyume cha ushuhuda wa Yesu. Kwa hivyo hizo njia mbili katika Ezekieli 21 mstari wake wa 25 tutaweza kuongea tu kwa sababu ya muda. Naona muda unaendelea kuyoyoma. Tuenda tukimalizia. Kwa mtu ambaye anayo Biblia, Ezekieli 21 mstari wake wa 18 hadi 25 nazungumzia kuhusu njia mbili. Naweza guzia kidogo tu tukimalizia. Ezekieli 21 Ezekieli 21 Ezekieli 21 mstari wake wa ngapi? Mstari wake wa 18. Neno la Yawe likamjia tena kusema, neno la Mungu likamjia tena kusema, tena mwanadamu, ujiwekee njia mbili, upanga wa mfalme wa Babeli mpate kuja. Hizo mbili zatoka katika inchi moja. Ukaandike mahali, upandike penye kichwa cha njia iendayo mjini. Utaagiza njia, utapanga nirudie tena. Ni katika kitabu cha Ezekieli Ezekieli 21 mstari wake wa 18. Nasema hivi, tutaweza kusoma kwa haraka kwa sababu ya dakika chache ambazo nilizo nazo. Neno la Yawe likamjia tena kusema, tena mwanangu, ujiwekee njia mbili, upanga wa mfalme wa Babeli upate kuja. Hizo mbili zinatoka katika inchi moja. Ukaandike mahali, upandike penye kichwa cha njia iendayo mjini. Utaagiza njia, upanga upate kufikia Raba na wana wa Amoni. Kufikia Raba na wana wa Amoni na kufikia Yuda katika Yerusalemu wenye maboma. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie upanga. Alitikisa mishale huko na huko, akaziuliza tefari terafi, akayatazama maini. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolewa, kufumbua kichwa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo kwa kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Jambo hili litakuwa
kwao kama upanga wa ubatili mbele ya macho yao waliowapia viapo, lakini ataufanya uovu ukumbukwe, ili kwamba wakamatwe. Basi Mwenyezi Yahweh asema hivi: kwa kuwa mmeufanya uovu wenu ukumbukwe, kwa maana makosa yenu yamefunuliwa, hata dhambi zenu zikaonekana kwa matendo yenu, kwa sababu mmekumbukwa, mtakamatwa kwa mkono. Na wewe, ewe mtu mwovu, uliotiwa jeraha kiasi cha kukuua mkuu wa Israeli, ambaye siku yako imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho. Katika wakati wa uovu wa mwisho. Kwa hivyo, kwa ufupi katika kitabu cha Ezekieli 21 mstari wake ni wa 18 kuanzia 18, kuna njia mbili ambazo zimewezwa kutajwa hapo. Nikasema ya kwamba hizo njia mbili ni mafundisho mapotovu, na haya mafundisho mapotovu itapata kufikia Raba wana wa Amoni, na kufikia Yuda katika Yerusalemu. Raba wana wa Amoni ni ujumbe ambao unaofunzwa ama unaokatana na sheria. Ni ujumbe ambao unaokatana na sheria, ama ni ujumbe ambao hatuna haraka. Ezekieli, nikimalizia Ezekieli 21 mstari wake ni wa 18. Neno la Yawe likamjia tena kusema, tena mwanadamu. Sikiliza, neno la Yawe ama neno la Mungu likamjia tena kusema, tena mwanadamu, ujiwekee njia mbili, upanga wa mfalme wa Babeli. Tukasema ya kwamba Babeli ni mafundisho mapotovu, ni mafundisho yanayokatana na sheria na injili ya Yesu. Hiyo ndiyo Babeli. Upate kuja hizo mbili zatoka katika nchi moja, ukapandike mahali, upandike penye kichwa cha njia iendayo mjini. Tukasema ya kwamba njia mbili ni kusema mafundisho ama fundisho potovu, mafundisho mapotovu.
Njia mbili ni kusema mafundisho mapotovu. Njia mbili ni kusema mafundisho mapotovu. Babeli ni kusema pia, Babylon ni kusema pia mafundisho mapotovu. Babylon ni kusema mafundisho mapotovu. Kwa hivyo mambo ambayo yanayozungumzia katika Ezekieli leo ilikuwa kupitia juu, ilikuwa kupitia juu katika maelezo. Tukaangalia, nikimalizia kwa sababu ya muda, pia kuna mahali ambapo kabla hatujamaliza, kuna mahali ambapo namzungumzia kuhusu mwanamke katika kitabu ambacho cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wake wa kwanza. Kunayo habari ya mwanamke. Mwanamke anawasilisha kusanyiko, anawasilisha kanisa ama kusanyiko. Naye katika hiyo Ufunuo 12 kuna habari ya joka. Joka ni kusema shetani. Joka ni kusema shetani. Nyota alizoziangusha ni malaika ama the fallen angels. Vichwa 7 kwa huyo mnyama katika kitabu cha Danieli 17 na pia Danieli 7 ni kusema ya kwamba the great nation ama G7. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu Ufunuo 12, mwanamke ambaye aliye hapo ni kusema ujumbe wa kweli. Ni kusema ujumbe wa kweli, na ujumbe wa kweli ni sheria na ushuhuda ama kusanyiko ya kweli. Kusema sheria na ushuhuda wa Yesu. Kwa wakati ambako usio mbali tutaweza, ama kwa wakati mwingine tutaweza kuingia katika kwa undani kabisa, kwa sababu tumekwisha fahamu maneno ambayo yametumika.
Ezekieli 21:20. Hizo njia mbili ziko hapo ni Christianity na Islamic. Ni Christianity na Islamic. Ishirini 21:20 Ezekieli, utaangalia njia upate kufikia Raba wa Amoni na kufikia Yuda katika Yerusalemu kwenye maboma. Ni mafundisho ya Christianity na Islamic. Hayo mafundisho na kwa wakati mwingine tutaweza kuelewa zaidi, tutaweza kufafanukiwa zaidi kuhusu huo unabii. Tutaanzia unabii ambao ni mnyama ambaye Nebukadneza, ama ndoto ya Nebukadneza katika kitabu cha Danieli 2. Tutaanzia hapo tukaweze kuona huyo mnyama. Pia tuingie Danieli 7 na pia tukimalizia Ufunuo tutaweza kuelewa zaidi kuhusu huo ujumbe, jinsi ambavyo ulivyo. Kwa leo ilikuwa introduction ama kufafanukiwa kuhusu unabii na kuhusu baadhi ya maneno ambayo yameweza kutumika, ili wakati mwingine, wakati ambapo tutakapokuwa tukiingia katika undani, tutaweza kuwa tukifafanukiwa zaidi. Kwa hivyo nawatakia kila laheri, amani ya Yeshua ikawa pamoja na kila mmoja ambaye anaendelea kufuatilia huu ujumbe, na acha tukaweze kutii na kuishika sheria ama neno la Mwenyezi Yahweh, ambayo ndiyo sheria na pia ushuhuda wa Yeshua, ili mambo yote ikaweza kuwa sawa. Acha tukamalizia na kusema ya kwamba amani ikawa pamoja nawe unapoendelea kujifunza. Utakaposikia huu ujumbe, pashia huyo mwingine. Hiyo ndiyo jambo ambalo itafanya dunia ipone, na ufalme wa 5 ambao ni ufalme wa Mungu, wa sheria na ushuhuda wa Yesu, basi utakuwa pamoja nasi tukishafanya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ametuamuru tufanye. Ufalme wake utaweza kuonekana, na falme hizi zote za duniani ataweza kuzimaliza. Falme 3 ama wanyama 3 wamekwisha isha, kuonyesha ufalme wa kwanza ni wa Babeli. Huo ufalme uliisha. Ufalme wa pili Mungu akaumaliza, ni ufalme wa Medo na Persia. Pia huo akaumaliza, ukaisha. Ufalme wa 3 ni ufalme wa Giriki. Pia huo ufalme ukaisha.
Na sasa ule ufalme ambao umebakia ni wa mwisho, ni mnyama ambaye mwenye kutisha, ni ufalme wa kutisha, ni ufalme wa kutisha ambao ni wa Roman Empire ama ni wa Kirumi. Pia huu ndio ufalme ambao unaotutawala, na wakati ambapo kila mtu atakaporejelea kwa sheria na ushuhuda wa Yeshua, huu ufalme utaisha kabisa, ili ufalme wa tano ukaweze kuonekana, na ni ufalme wa Mungu. Danieli 2 mstari wake wa 44 tutaweza kupata ufalme wa Mungu, watu wakirejelea kwa sheria na ushuhuda wa Yeshua. Kwa hivyo tukaweza kusema shalom shalom, amani amani ikawe pamoja na kila mmoja, na baraka pia ikawe pamoja nawe, ukikubali kutii, baraka zikawe pamoja nawe. Shalom shalom.